Simu kutoka kaburini sehemu ya pili. Jeneza lilikuwa wazi, lakini mwili wa marehemu haukuwepo ndani. Nilihisi mapigo ya moyo yakisimama kwa sekunde chache, macho yangu yaligandishwa na miguu yangu ikakosa nguvu kabisa. Lakini ngoja nikusimulie kilichotokea kabla sijakimbia eneo lile. Baada ya kusimama juu ya kaburi na kuona mwanga mweupe ukitokea ndani ya jeneza, sikujua ni nini kilikuwa kikimulika pale. Hofu ilinitawala, lakini udadisi ulinishinda. Nilichungulia ndani kwa uoga mkubwa, ndipo nikagundua kitu cha ajabu sana. Ndani ya jeneza hakukuwa na mwili wa kaka yangu. Badala yake kulikuwa na simu yake tu. Ilikuwa imewaka, skrini ikitoa mwanga hafifu wa ajabu. Pembeni ya jeneza niliona nyayo zilizokuwa zikizunguka kaburi lile, kana kwamba mtu alikuwa anarudi pale mara kwa mara. Kwa muda ule kichwa changu kilijawa na maswali yasiyo na majibu. Yalikuwa akiuliza kwamba je, kaka yangu tulimzika? Na je, mwili wake nani kauchukua? Au kaka yangu hajafariki? Nilipoinama zaidi niliona mwanga kwa mbali ndani ya jeneza. Nilisogea karibu kuangalia, nikagundua ulikuwa ni wa ile simu niliyoiona pale mwanzo. Nilichukua kwa mikono ikiwa inatetemeka sana. Nitazama screen. Kulikuwa na ujumbe, lakini haukuwa umekamilika. Ujumbe ule ulisema, usiogope, huo ndio ukweli mdogo wangu. Nilipata mshtuko mkubwa, nikajiuliza moyoni, kama aliandika ujumbe alikuwa ni kaka yangu, basi kaka yangu yu hai. Ghafla mikono ya baridi ilinishika begani. Nitaka kugeuka, lakini shingo yangu ikawa nzito, mwili mzima ukaganda. Ndipo nikasikia sauti ikisema kwa utulivu nyuma yangu, usiwe na haraka, utajua kila kitu. Kisha ikasema tena, yule unayemwamini sasa ndiye adui yako mkubwa wa maisha yako kwa sasa hivi. Nilishikwa na hofu kubwa zaidi. Kisha sauti ile ikaongea tena, na kama hutakuwa makini, utaondoka duniani kabla ya kaka yako. Maneno yale yalinichoma moyoni. Nikaanza kujiuliza tena maswali. Kama kaka yangu hajafariki, yuko wapi sasa? Nani basi tulimzika siku ya mazishi? Na huyo adui ni nani anayemzunguka mimi kila siku? Ghafla mwanga ule ulipotea, simu ile ikazima na sauti ya yule mtu ikatoweka. Nikabaki peke yangu pale nimesimama juu ya kaburi lile. Sehemu ya 3 itafichua ni nani adui wa kweli na kwa nini kaka yangu bado yu hai. Hakikisha unabonyeza alama iliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii ili kuweza kupata sehemu ya 3 ya muendelezo na stories zingine kali zinazokujia hapa hapa Kipua Media Stories, jumba la filamu.